Kuna kitu kimoja kikiwa kinanifikirisha sana wakati wote kuhusiana na General Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa majeshi wa Uganda. Amekuwa na heshima kubwa sana kwa Rais Paul Kagame ama General Kagame wa Rwanda. Kana najiuliza, mara zote alikuwa akimtambua akimuita uncle. Kwa nikawa nataka nijue kwa nini Muhoozi amekuwa akiwa na heshima kubwa sana kwa General Paul Kagame. Nikafuatilia nikagundua kwamba heshima yake ilitokana na tukio la miaka ya 80 lilotokea nchini Uganda. Wakati huo baba yake anapambania kuichukua nchi ya Uganda chini ya uongozi wa Rais Milton Obote na kina Tito Okello. Mapambano yalikuwa makubwa sana kuhakikisha kwamba wanachukua nchi. Sasa katika hizo harakati za miaka ya 80, Yoweri Museveni akiwa moja kati ya viongozi waandamizi wa NRM ambayo ni chama, na NRA ikiwa ni military wing ya National Resistance Army, yeye akiwa ni kiongozi mwandamizi. Alikamatwa Yoweri Museveni, alikamatwa mama Janet Museveni na huyu kijana Muhoozi Kainerugaba miaka 80 wakati wanapambana katika ile guerrilla warfare. Kwa alikamatwa Muhoozi akiwa kijana mdogo sana. Mama yake na baba yake Museveni walikamatwa na jeshi la UNLA ambao ni Uganda National Liberation Army, UNLA. Walivyowakamata wakawapeleka detention, manake kwamba wanasubiri jua lizame waweze kunyongwa. Na wale viongozi walikuwa very eager kuhakikisha kwamba wanamnyonga Museveni, mkewe na mtoto wao ambaye ni Muhoozi Kainerugaba ambaye alikuwa kijana mdogo wakati huyu sasa ambaye ni mkuu wa majeshi wa Uganda. Sasa kulikuwa na watu watatu maarufu sana ambao walikuwa ni watu ambao wamefanya kazi kubwa sana hata kuhakikisha uhuru kuhakikisha kwamba Uganda inakombolewa kutoka kwa Milton Obote. Kulikuwa na Major General Fred Gwisa Rejema, alafu kulikuwa na General Paul Kagame, alafu huyu general ambaye amemaliza muda wake kabla ya Muhoozi Salim Saleh huyu wa Uganda. Hivyo ilikuwa ni vichwa vitatu vikubwa sana na venye nguvu kubwa mno katika harakati za kijeshi za ukombozi wa nchi ya Uganda kutoka kwa Milton Obote. Walipokea taarifa ilipokelewa ya kukamatwa kwa Museveni na familia yake, ilipokelewa na akiwepo Major General Fred Gwisa Rejema akiwa na General Salim Saleh. Wao kwa haraka wakatoka kuelekea katika eneo la tukio, kuenda kusuka mipango ya kuelekea eneo la tukio. General Kagame naye akapata taarifa kwamba kiongozi wa mapambano amekamatwa, Yoweri Museveni na familia yake wanasubiri kunyongwa. Sifa kubwa ya General Kagame ni kwamba ni mtu mwenye maamuzi ya haraka. Yaani ni mwanajeshi ambaye ni mwanajeshi ule kabisa. Ni mwanajeshi ambaye ana maamuzi ya haraka bila kuwaza mara mbili mara tatu. Yeye anachowaza ni kwamba lazima kiongozi aokolewe. Kwa yeye kwenye kikao alienda na watu wake. Alienda na vicheche kama Captain Damage, alienda naye. Hao watu ni vichwa. Captain Damage alienda na Lieutenant Colonel Aidan Waswa, alienda naye. Alienda na Major General Chris Bunyenyezi, alienda nao katika kikao na vijana kadhaa kwamba kikao wake tuhakikishe kwamba tunawakomboa hawa watu. Sasa wakati hiyo movement inafanyika pale, walivyotengeneza tayari ile rescue plan ya kutoka kwenda kuwakomboa. Katika kitabu chake Mama Janet Museveni anasema lile zoezi la kukombolewa pale, alishangaa tu gari zinakuja kwa speed ya kufa mtu, gunfire inatokea kwa haraka, maamuzi yanafanyika, alafu wanakombolewa kutoka katika mikono ya wanajeshi wa UNLA katika vitu ambavyo yani
within seconds mchoro umefanyika kwa haraka, wamekombolewa na wametolewa katika mdomo wa mamba. Vicheche watatu, Major General Fred Rwigema Gwisa, General Paul Kagame na huyu general aliyestaafu wa Uganda, alikuwa mkuu wa majeshi Salim Saleh, walimuokoa General Museveni, mkewe Mama Janet Museveni, lakini pia kijana mdogo Muhoozi Kainerugaba ambaye sasa hivi ndio kiongozi mkuu wa majeshi wa Uganda. Na ndio heshima yake kubwa, asili yake ni kutokea hapo, na ndio maana amekuwa akimheshimu sana General Paul Kagame. Kwa hiyo alifariki baadaye Major General Fred Gwisa Rwigema. Siku moja tutazungumza story yake vizuri sana, na hata katika siku mashujaa wakikumbukwa wa Rwanda, jina lake lipo juu kabisa pale. Aliuawa katika harakati za kwanza za RPF. RPF ndo ametengeneza huyu jamaa. Yeye aliongoza ile jeshi kwa dhani kwa siku moja au mbili, alafu akauawa, ndo Paul Kagame akatake over. Huyu ni rafiki wa karibu kabisa wa General Kagame. Yaani walicheza wote, walienda uhamishoni wote Uganda, na ni moja kati ya wapiganaji wakubwa katika ukanda wa maziwa makuu. Wanajeshi ambao wanatajwa ni wapiganaji wakubwa sana, General Paul Kagame na Major General Fred Gwisa Rwigema. Moja kati ya watu ambao sasa tutakuja kuzungumza namna gani ambavyo Wanyarwanda walipambania uhuru wa Uganda, na namna ambavyo walivyorudi kwao chini ya General Kagame. Walipigana vita kwa zaidi ya miaka 4 na kuikomboa ama kuipata nchi. Waliwezaje? Mmoja kati ya jeshi ambao linatajwa kwa very disciplined katika vita ni hawa jamaa. Walipambana ile vita kwa kiasi kikubwa sana. Tutakuja kuizungumza vizuri. Lakini wakati huu pia tuwakumbushe kombe la Shubada TV Africa. Shubada